ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni Zaburi ya 23. Ni moja kati ya zaburi fupi ambayo wimbo wake katikati unapoimba huwa anasoma mashairi yote, mashairi kama 6 hivi. Na ni wimbo katika Jumatatu ya tarehe 7 mwezi wa 4 ambayo ni juma la 5 katika wakati wa Kwaresima. Nasema ni juma la 5 la Kwaresima. Na msingi wa wimbo pamoja na maana yake ambayo tumeyazoea sana kwa sababu ni moja kati ya wimbo ambao maarufu sana, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni mtu ambaye anamtegemea Mungu, lakini ukisoma ndani kwamba ni mtu ambaye anategemea Mungu katika hali zake ngumu, katika mahangaiko yake, katika mapambano yake, katika masingizio na kadhalika. Kumradhi. Lakini mjadala wangu wa leo au tafakari yangu ya leo inalenga somo la kwanza la hiyo siku hii Jumatatu katika juma la 5 la Kwaresima. Somo la kwanza linatoka kwenye kitabu cha Danieli sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 9, ya 15 hadi ya 17, ya 19 mpaka ya 30, 33 mpaka 62. Ni moja kati ya masomo marefu sana kwenye liturujia. Mama Kanisa ametenga hili somo kwa urefu, hajataka kuishia katikati kwa sababu ili angalau ujumbe upatikane vizuri. Kwenye hili somo somo la kwanza hii Danieli, tunapata story ya dada mmoja anaitwa Suzana ambaye alilelewa kwa mtu tajiri na mcha Mungu kweli kweli, anaitwa Yoakim. Suzana binti wa Helkia. Suzana alivyolewa kwenye hii familia, alikuwa, Biblia inasema alikuwa ni mzuri. Bible inasema, ngoja nikusomee kidogo. Anasema palikuwa na mtu jina lake Yoakim akikaa Babiloni, naye ameoa mke jina lake Suzana binti Helkia. Mwanamke mzuri sana na mcha Mungu. Mzuri sana na mcha Mungu. Sasa kwa kutokana na busara za Yoakim na maamuzi mengi yalikuwa yanafanyika pale kwake, na kuna hao wazee wawili waamuzi ambao walikuwa ni wanafahamika kama ni watu kufanya maamuzi kwa watu ambao wanavunja sheria za Musa au tuseme sheria za Torati. Watu wakifanya kosa, wao ndio wanafanya maamuzi ya kuwaamua. Walikuwa wanaenda mara kwa mara pale kwenye ile nyumba ya Yoakim, na alikuwa na bustani moja nzuri sana ya kupendeza kwenye nyumba yake. Sasa kumbe wale wazee walikuwa kwenye mioni mwao walikuwa wana tabia mbaya, walikuwa wana tabia ya kufanya maamuzi kwa rushwa pamoja na kutembea na mabinti. Kwa hiyo unakuta wanawasingizia vitu mabinti alafu wanatembea nao, yani wanafanya nao ngono. Sasa ikatokea hiyo siku hao wazee wawili wameingia kwenye hiyo bustani, wakaanza kumtamani, tamaa zikawawakia juu ya mke wa Yoakim, yani Suzana. Basi ikatokea hiyo siku ile Suzana mara nyingi waenda kuoga mle kwenye ile bustani. Ameenda na vijakazi wake, akawaambia wale vijakazi wake, ndeni kule mkafunge milango ya bustani ili mimi niingie kuoga. Kumbe wale wazee wamchatangulia tayari, walikuwa wanaona. Kwa hiyo walivyotegea wale mabinti walivyoondoka, au vijakazi wake wakamwendea yule Suzana. Akamwambia, sasa uko peke yako, ruhusu tu tembee na wewe, na ukikataa tunapiga kelele na tunasema kwamba tulikuona na kijana unazini naye hapa, na watu watakuja watakuamini wewe kwa sababu watatuamini sisi kwa sababu wewe uko peke yako, sisi tuko wawili. Suzana alivyomcha Mungu, Biblia inasema kwamba alifikiria juu ya maamuzi yote mawili, kwamba je, nikubali kulala na hao watu ili niwe salama, au nikatae kufanya hii dhambi niangukie mikononi mwao kwa lile ambalo analifanya. Akachukua wazo la pili. Kumbuka ni mcha Mungu, Biblia imesema. Akachukua wazo la pili kwamba ni bora niingie mikononi mwao wafanye wanachotaka, lakini nisifanye hii dhambi ya kuchafua moyo wangu na kumkosea Mungu. Kweli wakapiga kelele, watu wakaanza kuja huko kushangaa kimetokea nini huku. Wale wazee wakawa wa kwanza kwenda, wakatoa taarifa kwamba tumemkuta ana kijana ala naye, na ndio maana aliwafukuza wale mabinti vijakazi wake watoke ili afanye mambo yake. Kuna yule kijana tukamuuliza yule kijana ni nani, hajatuambia, yule kijana amekimbia. Watu walijisikia
aibu, yani walikuwa wameshikia nini, wameona fedheha kwa ile taarifa, kwa sababu ilikuwa ni ngeni na hawajawahi kuisikia. Basi taarifa zikafika kwa Yoakimu, wakaitwa baraza pale katika mashauri, wakaitwa na wale wazee ili waje washuhudie. Kama kawaida wakaelezea yale, kweli sisi tumemkuta huyu akiwa na vijana, sisi tulimuona ile akiwa na kijana mmoja tukamuona, na yule kijana baadaye akatukimbia. Kwa sheria ikabidi ahukumiwe kuuawa. Biblia inasema Suzana alilia sana na akamtegemea Mungu ili amuokoe kwenye hayo, na alimwambia Mungu kwamba Mungu, unafahamu kwamba mimi haya mambo sijafanya kabisa. Lakini hukumu ikawa imepitishwa. Biblia inasema wakati shughuli baraza linaondoka pale ikatekelezwa hiyo hukumu kama ambavyo Torati iliandika, kijana Mungu akamtokea na kumpa maelekezo kijana mmoja Danieli. Akapiga kelele akasema, mimi sihusiki kwenye hii damu ambayo haina hatia. Nyie watu ambao wajinga, mna akili, mnachukua tu maelezo haraka na kuyaamini bila kutafakari mara mbili. Rudini tafadhali kwenye baraza, turejee tena. Wale wazee wakasema, kwa hiyo wewe kijana umekuwa una busara kuliko sisi wazee. Haya sasa, ongea hicho unachotaka kuongea ambacho unadhani kitabatilisha maamuzi ya wazee na busara ya wazee. Naona wewe umekuwa na busara kuliko wazee sasa. Danieli akatoa wazo kwamba hiki kitu sio haki na sio sahihi. Tuwatenganishe hao wazee, sio kwa wawili, haya tuwatenganishe, tuite mmoja mmoja. Wakatenganishwa. Kaitwa mzee wa kwanza, akamwambia haya, wewe ambaye unapenda rushwa na usiye na haki na mtu ambaye una roho mbaya, tuambie ulivyomkuta Suzana na kijana walikuwa chini ya mti gani? Mzee wa kwanza akasema walikuwa chini ya msandarusi. Akasema haya, sasa umeongea uongo na utapata adhabu yako kwa kadiri ya hayo ambayo umeyafanya. Wakamwita na mzee wa pili, wewe walikuwa kwenye mti, chini ya mti gani Suzana na huyo kijana waliokuwa wanatembea naye? Akasema chini ya mkwaju. Yule wa kwanza chini ya msandarusi, huyo pili akasema chini ya mkwaju. Akasema haya sasa, mnaona na huyo alichokifanya. Ngoeni kusomea maneno yaliyozungumzwa kwa wakati wanapata ule ushahidi, angalau kwa huyu mzee mmoja wapo. Huyu akasema, huyu wa pili akasema akajibu chini ya msandarusi. Msandarusi huyo alikuwa ni yule wa kwanza. Yule wa pili akasema chini ya mkwaju. Haya, akamwambia Danieli, akamwambia hakika wewe nawe umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe, maana malaika wa Mungu yu tayari anakungoja, mwenye upanga akukate vipande viwili ili awaangamize wote wawili. Mara hiyo makusanyiko yote wakapaza sauti kwa nguvu wakimuhimidi Mungu awaokoaye wamtumainio. Wakawaondokea wale wazee wawili, kwa maana Danieli amewahakikishia ushuhuda wao wa uongo hata vinywani mwao wenyewe, na wale wazee wakahukumiwa kufa kwa kusema uongo. Message ya msingi hapa ni Suzana, vile ambavyo alimtegemea Mungu katika hali ile. Tazama ambavyo alimlilia Mungu tangu kule mwanzo wakati amekuta na wale wazee. Pengine angesema kwa ukubwa au status ya mume wangu na heshima yake hapa, nikubali tu kufanya dhambi na hawa wazee ili niwe salama. Lakini alisema hapana, nipo katika katikati ya majaribu, lakini jaribu ambalo ni la kufisha, lakini ni bora niende nikaibike, nipate adhabu ambayo sio halali ili niwe na moyo safi kwa Mungu, kuliko nikubali hapa na pengine ikawa ndio mwanzo wa kufungulia dhambi nyingine. Tazama vile ambavyo aliamua kumwachia Mungu tatizo lake kubwa, ndivyo Mungu ambavyo alikuja kumuinulia Danieli baadaye, akaja kumtolea ushuhuda wa kweli. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba wakati wote usitazame kukwepa tatizo dogo kwa kufanya dhambi. Unaweza ukasema unakwepa tatizo kwa kufanya dhambi, kumbe ndio unaangamia kabisa. Ni bora ukakwepa eneo ambalo unadhani unapata shida, kumbe unakuwa salama kwa kutokutenda dhambi, kwa sababu Mungu atakuandalia ahueni, au atakuandalia atakuandalia relief ambayo itakuwa ni ya kudumu baadaye, na utakuwa na nafasi ya kumshuhudia kwamba alifanya vizuri. Ndio hayo ambayo hata Kristo anayezungumza pia kwenye injili ya siku hiyo Jumatatu ya tarehe 7, ambayo injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 12 hadi ya 20, ambapo anasema
mimi ingawa najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako. Lakini nyinyi hamjui nilikotoka wala nakoenda. Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili. Mimi si hukumu mtu. Huyo ni Yesu mwenyewe anazungumzia kwenye Injili ya hiyo siku, kwamba ushuhuda wake ni wa kweli, yeye anajua anakotoka na anakoenda. Lakini ushuhuda ambazo zilitolewa na wale wazee wawili zilikuwa ni za kufisha. Lakini kumbuka, wamefanya dhambi mfululizo karibu 2-3 na wamembulia mauti. Kwanza waliwaka tamaa juu ya mke wa mtu, ambaye pia kwa sababu walikuwa ni kama wameenda kwa bosi, maana yake walikuwa kama ni mke wa bosi. Tamaa ambayo ni mzizi wa dhambi kwa mujibu wa katekisimu. Pili, wakataka kwenda kuzini. Katika kutaka kuzini, 3, wakaongea uongo pale, uongo wa kwanza kwamba usipokubali tutafanya 1, 2, 3. 4, wakaenda kuongea uongo mbele ya vijakazi wa yule Suzana pamoja na wale watu waliokuja kwenye lango la bustani kwa ajili ya kusikiza nini kimetokea. 4, wakaongea uongo tena kwenye baraza kwa ajili ya kusiliba ule uongo wao ili Suzana aweze kuuawa. Imagine, kwa akili ya kibinadamu unasema okay, wamemfuata kule yule Suzana kwa tamaa, amewakataa, basi itoshe. Hamna, wameendeleza ligi, yani wameendeleza ligi mpaka wakisha anakufa. Issue ni kwamba okay, angeuawa wao wangenufaika na nini? Wangekuwa wameshapata walichokuwa wanakitaka? Hapana. Kwa hiyo dhambi ina kawaida kufanya multiplication, yani inajizidisha unavyoizoea, na ndivyo inazidi kufisha moyo. Yani ile connection kati ya wewe na Mungu inakufa kabisa, na unajiona upo salama kuishi kwayo. Maana yake unaona kama ni mfumo wa kawaida. Kwa hiyo unakuta tangu mwanzo na nani hapa kuna sehemu imesema, sikiliza kwenye nani, wakati Danieli anamzungumzia yule mzee wa kwanza, anasema hivi, Danieli akasema, hakika umesema uongo juu ya kichwa chako mwenyewe, maana sasa hivi malaika wa Mungu amepokea hukumu ya Mungu, akukata vipande viwili, akamtenga huyo tena. Kuna sehemu fulani amesema kwamba wewe huo unafanya hivi kwa kisha ushuhuda wa uongo hata vinywani mwao wakaenda. Kuna sehemu ni somo refu. Kuna sehemu anasema kwamba umekuwa ukitembea na mabinti wa Israeli kwa kuwazushia uongo, yani kati ya wazee wawili, maana yake imekuwa ni tabia yao. Yani hapa walikuwa wanakuja tu ni muendelezo. Kwa hiyo walianzia huko, walikuwa wana pengine katika kutoa huo hukumu na kuaminika kwao kama ni wazee wa busara, walikuwa wanawashuhudia uongo mabinti wao huko, wanakubali kuzini nao na kweli. Kwa hiyo dhambi imekuwa ni sehemu yao, na imekuwa ni sehemu la furahisho na wanaendelea nao. Lakini wamevuna nini? Wamevuna mauti. Hapo ndio unakuja sasa kwenye wimbo wangu, huwa wimbo wa katikati sasa. Kwenye mashairi ya hii Zaburi mojawapo linasema, waandaa meza yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kitafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Waandaa meza machoni pa watesi wangu. Hao wawili wazee ambao walionekana ni watu wa kutoa ushauri, ni watu wa kutoa hukumu, wamekaa pale kwa ajili ya kumwangamiza. Lakini kilio cha Suzana kumtegemea Mungu kimemuokoa. Anasema Suzana akatoka machozi akatazama juu mbinguni, kwa maana moyo wake ulimtumaini Mungu. Na wale wazee unaambiwa wakati wanatoa ushuhuda walikuwa wamemshika mikono yao kichwani, yani wamemshika kichwani hivi kuonyesha kwamba wanachokiongea ni kweli. Tumombe Mungu atusaidie katika mahangaiko yetu, tusije tukapambana kufurahisha nafsi zetu kwa kuwazushia uongo wengine, kwa kuwanenea wengine uongo na kufisha nafsi zao. Sio kufisha physically mtu afe, unaweza mtu ukaongea uongo juu ya mtu akafa tu nafsi yake, au akabaki katika shimo la maumivu, regardless ni maumivu ya spani ipi, urefu upi. Lakini kwa nini uwe sababu ya maumivu ya mtu bila sababu? Kwa nini? Yani kwa nini ujiingize katika mtego huo? Tuwe watu wa kukimbia na kukwepa mizizi ya dhambi, kwa sababu tutakapotumbukia humo, ili kujiokoa na ili kuthibitisha kwamba kile kitu ni kweli kumbe ni cha uongo, itabidi tuendelee kufanya series ya dhambi nyingine na nyingine na nyingine na nyingine
kumbe tunazidi kupotea na mwisho wake tutadumkia katika mauti. Tumshukuru mama kanisa kwa ajili ya kutuwekea hili somo katika wakati huu wa Kwaresima, mboni wakati wa kutubu, kutoa sadaka na kufanya tafakari neno la Mungu. Itusaidie katika kuikaribia Pasaka tukiwa tuna moyo wa tafakari, moyo wa kumshukuru Mungu, lakini zaidi sana tukiweka kusudi la kutotenda dhambi na kukimbia vishawishi vyote ambavyo vitatupelekea kuwasukumizia wenzetu kwenye matatizo bila sababu. Tumsifu Yesu Kristo. Maria,